peleka waraka. Bwana, shetani ametupa waraka wa kutuogofya. Shetani ametupa waraka wa kuhofu. Shetani ametupa waraka wa kuona kwamba sisi hatuwezi. Lakini umesema wachapotuona wajinga hatutapotea katika njia ile. Kumbe wewe Mungu upo na unasikia. Kama ulimuumba mwanadamu ili aweze kumiliki dunia hii, ulikuwa na lengo zuri juu ya mwanadamu. Lakini mwanadamu amegeuza, amebadili matumizi ya dunia hii. Ukawa uwanja wa vita, umekuwa uwanja wa machafuko, umekuwa uwanja wa hosta, umekuwa uwanja ambao usioeleweka. Watu wamesahau kwa nini wapo duniani. Leo mimi na wewe, Mungu anasema omba, sema kitu, maana anasikia. Katika familia yako anasikia, kwa watoto wako anaona, kwa kanisa anaona. Anamtaka mmoja ambaye atasimama kama Hezekia ili majibu kwa nabii Sara yaweze kutokea. Utakaposimama wewe na mimi, majibu Bwana atashusha kwa mtumishi wake, na itaonekana je, ni wapi tunafeli, je, ni wapi tuende, je, ni nini tufanye ili kanisa liendelee kusonga mbele. Haleluya, haleluya. Mungu akusaidie. Naomba wakati usimame, jua tu ya kwamba mbinguni ni sehemu ya makao ya Bwana na duniani ni sehemu ya miguu yake. Mungu anauliza swali, utampa nini cha kumfurahisha yeye? Kwa sababu kila tunachokiona kimeumbwa na Bwana. Mungu hana shida na zawadi zako. Mungu hana shida na pesa ulizonazo. Mungu hana shida na heshima ulionayo. Anakutaka wewe kama ulivyo, uweze kusema jambo kwa ajili ya taifa, uweze kusema kitu kwa ajili ya kanisa, uweze kusema kitu kwa ajili ya uzao wako, kwa ajili ya future ulionayo. Mungu ndicho anachokitaka, wala hahitaji maisha ulionayo, anahitaji